Jamaa watu wa mitandaoni jamani, punguzeni kidogo jamani, punguzeni kidogo. Mtu amepost picha yake ya kawaida tu, yuko kwenye mapambano yake, alafu mtu anatokea anaandika, wewe unaweza kujiona unapambana lakini sisi tunakuona umechanganyikiwa. Ili sisi tunakuona umechanganyikiwa. Sio poa. Sasa bana, nimefanya kazi usiku na mchana mimi ili niweze kuwaletea top 3 ya sentensi au maneno ambayo ukiambiwa kuna uwezekano mkubwa sana ukawa unadanganywa. Number 3, nice to meet you too. Ni uongo mara nyingi sana. Uongo. Kweli, uko unataka kukutana na mimi? Sio kweli bana. Mimi nimekutana na mwanamuziki mmoja wa kike, mkubwa maarufu sana. Usiku kama saa 7 kuna supermarket moja karibu na home inakesha. Mimi nimeingia zangu pale nimekutana naye na yeye nadhani alikuwa hajui kama anaweza kukutana na mtu muda ule. Katoka zake kwake na nywele zimesukwa upande moja zimefumuliwa, pajama 2 tofauti, juu na chini na ndala. Mimi nilikuwa nimefurahi tu kumuona, nikamwambia nice to meet you. Akaniambia nice to meet you too. Nilirudi nyumbani ile siku sikulala. Kweli nice to meet me vile. Anyways, huo uongo namba 3. Uongo namba 2, I miss you too. I miss you too, watu wengi sana yani haimaanishi. Yani mtu umeamka una dhambi, mdada wa watu kaamka zake huko hostel au wapi, hana dhambi yoyote siku hiyo, anapokea message ya mbaba anamwambia I miss you. Na yeye mwenyewe akiangalia yani hataki kutenda dhambi, hataki aonekane katili. Basi tu anajikuta ashaandika I miss you too, lakini kusema kweli hata alikuwa amfikiri. Uongo namba 1, top uongo. Kumbuka haya ni maneno ambayo ukiyasikia, ukiambiwa, kuna uwezekano mkubwa ukawa umedanganywa. Sio mara zote utakuwa umedanganywa, lakini uwezekano ni mkubwa sana. Namba 1, top, nakupenda pia.